mwaminifu, uliyeshiriki kuvunja amri mbalimbali za Mungu ili uweze kupokea kweli msamaha wa Mungu, kwanza ni lazima moyoni mwako kuwe na majuto. Moyoni mwako lazima kuwe na majuto. Ujutie dhambi zako na kukusudia kuziacha. Na hii hali ya majuto ndiyo inaitwa ni kama kutubu, ni toba. Toba ni nini? Ukienda katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1451 inasema hivi: toba ni uchungu wa roho na chuki ya dhambi iliyotendwa pamoja na kusudi la kutotenda dhambi tena baadaye. Tumsifu Yesu Kristo. Toba ni nini? Ni uchungu wa roho na chuki ya dhambi iliyotendwa pamoja na kukusudia kutotenda dhambi tena baadaye. Kwa hiyo ni lazima tuchukie ushirikina, ni lazima tuchukie uzinzi, ni lazima tuchukie kuvunja amri za Mungu zozote zile ambazo tumevunja, ndipo tuamue sasa kumwendea Mungu. Hatua ya kwanza ni hiyo, kuchukia dhambi kwanza. Tumsifu Yesu Kristo. Kuchukia dhambi. Hizi toba ziko za aina mbili. Kuna toba ambayo inaitwa toba ya mapendo na kuna toba inayoitwa toba ya hofu au toba isiyo kamili au toba pungufu. Tumsifu Yesu Kristo. Toba ya mapendo ni ile ambayo ninaenda kuungama kwa sababu ninampenda Mungu, kwamba mahusiano yangu na Mungu ni ya maana kiasi kwamba siwezi kumpoteza Mungu. Ninahakikisha nina mahusiano mema na Mungu wangu. Toba ya hofu ni ile ambayo ninaungama kwa sababu ya kuhofia hukumu ya milele. Ninaungama nisije nikaenda motoni. Ninasafiri kwenda kwetu Shinyanga, ili nikitaka kwenda hapa njiani naweza ikatokea ajali. Ninaungama ili nisije nikafa njiani halafu nikaenda motoni. Tumsifu Yesu Kristo. Toba ya nini? Ya hofu. Angalia jirani yako tukafutikisa, muulize, wewe ukiwa unafanya toba unafanyaga toba ya aina gani? Unafanyaga toba ni toba ya hofu au toba ya mapendo? Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo toba ya hofu inaitwa toba pungufu. Toba ya upendo inaitwa toba iliyo kamili. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa hii toba ya ndani, hii toba ambayo ni kusikia uchungu ndani ya moyo wako inaitwa toba ya ndani. Mwambie mwenzako toba ya ndani. Hii unaipata kwenye katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1431. Inasema hivi: toba ya ndani ni kuelekeza upya kabisa maisha yote, ni kurudi, ni uongofu kwa Mungu kwa moyo wote, kumgeukia Mungu kwa moyo wote, ni kushika ile amri ya Kristo aliyotuambia, ambayo alirejea kutoka Kumbukumbu la Torati ile sura ya 6 mstari wa 4 mpaka ule wa 9, anapoongea Yesu kwa habari ya kumpenda Mungu kwa moyo wote, kwa roho yote, kwa nguvu zote na kwa akili zote. Ni kumgeukia Mungu kwa moyo wote. Yesu alirudia haya maneno ukisoma Luka sura ya 10 ule mstari wa 25 mpaka mstari wa 28. Yesu anasema toba ya kweli tunapaswa kumgeukia Mungu na kumpenda Mungu kwa moyo wote, kwa roho yote, kwa akili zote na kwa nguvu zote. Nimesema Luka sura ya 10 mstari wa 25 mpaka wa 28. Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo inaitwa toba ya nini? Ya ndani. Toba ya ndani. Ukiendelea kusoma kwenye hiyo namba 1431 anasema ni mwisho wa dhambi. Mwangalie mwenzako, mwambie mwisho wa dhambi. Mwisho wa dhambi. Kwa hiyo toba ya ndani
Mtu anakusudia kusema kwamba nilikuwa na zini na acha kuzini, nilikuwa naiba na acha kuiba, nilikuwa naenda kwenye ushirikina na acha ushirikina, nilikuwa napokea rushwa na acha kupokea rushwa, na iwe mwisho, sio kuegesha. Unajua wakati mwingine tunaegesha, tunapaki dhambi. Baadhi yenu si mmekuja na magari yenu mmeyapaki kule nyuma mtayaacha hapa au baada ya hapa mnayapitia? Mnayapitia? Kuna watu sasa ndio wanafanya hivyo, mchezo huo wa kuigiza. Leo Jumamosi, ngoja nikaungame nikomunike. Jumapili, Jumatatu anapitia dhambi yake. Tumsifu Yesu Kristo. Jumamosi anafanyaje? Anaungama. Lengo gani? Nikakomunike. Nikishamaliza kukomunika Jumatatu, maisha kama kawaida. Jumamosi tena nyingine anaungama. Kwa ni mtu kama tu aliyekuja na gari hapo, kapaki gari lake, akitoka hapa anapitia gari lake. Kuna watu wanapaki dhambi zao, wanapitia dhambi zao baadaye. Angalia mwenzako, mwambie acha kupaki dhambi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Acha kupaki dhambi. Biblia inatuambia kwamba unapofanya toba ya ndani iwe ni mwisho wa dhambi. Mwisho wa dhambi. Ukusudie kubadilika, kuyaacha yote yale ambayo ulikuwa ukiyatenda huko nyuma. Tumsifu Yesu Kristo. Mwisho wa dhambi. Anaendelea kusema hiyo 1431 anaendelea kusema hivi: ni kugeuka mbali na uovu na kuyachukia matendo maovu tuliyoyatenda. Kugeukia mbali na dhambi. Ili ushinde dhambi sasa, ni lazima ugeukie mbali na dhambi. Ni lazima uachane hata na marafiki wabaya. Ni lazima uachane hata na mazingira yaliyopelekea dhambini. Kama umegundua YouTube au TikTok au WhatsApp au mtandao ya kijamii inasababisha uanguke dhambini, ili upone sasa usirudi tena dhambini, ni lazima kuhakikisha kwamba huko unafunga yale yote yanayokuingiza dhambini. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini ukiungama halafu kaenda kuendelea kuangalia pornografia, unafanya maigizo. Tumsifu Yesu Kristo. Ukiungama ukaendelea kuwa na marafiki wa shirikina wanaokushauri kwenda kwa waganga wa kienyeji, unafanya maigizo. Ukiungama mkaendelea kupigiana simu na kuitana baby sweet, unafanya maigizo. Tumsifu Yesu Kristo. Unafanya nini? Maigizo. Ni lazima baada ukitaka kufanya toba ya ndani uchukue hatua ya kufanya mageuzi, mapinduzi ya kiroho, kukusudia kuanza upya, sio kubaki kule kwa zamani. Tumsifu Yesu Kristo. Hii tulikuwa tunaongelea hatua ya kwanza. Hatua ya nini? Ya kwanza. Hiyo ndio inaitwa toba ya ndani. Toba ya nini? Ya ndani, ambayo tunapokuongoza sala ya toba sisi tunaishia hapo. Hatuondoi dhambi kabisa, ila inasema hivi, ukisoma katika kanisa Katoliki namba 1451 inaeleza pale mambo mazuri. Tumsifu Yesu Kristo. Unapoongozwa kwenye hiyo na wewe kweli ukawa umekusudia na ukasikia uchungu, 1452 inasema hivi: toba ya aina hii huondoa makosa madogo, pia hupata msamaha wa dhambi za mauti, hupata msamaha wa dhambi za mauti endapo inakwenda pamoja na kusudi thabiti la kukimbilia maungamo ya sakramenti mapema iwezekanavyo. Si mnasikia inaposema Kwa saa ya toba unayoongozwa hapa inakuondolea mpaka dhambi za mauti endapo utatoka hapa umekusudia kwenda kuungama. Na nielewa ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo.
Ndio maana hii inaongozwa na mtu yoyote. Watu wengine wanasema walei wanaungamisha watu. Wanawaongoza kufanya toba ya wapi? Ya ndani. Si mnanielewa? Tumsifu Yesu Kristo. Walimu mnanielewa? Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo mpaka inaondoa dhambi za mauti, ila kama anayeongozwa hii sala ya toba na anayesikia huu uchungu kutoka ndani wa kufanya mageuzi ya kiroho, anakusudia kwenda kuungama siku za karibuni. Anasema hii wiki haitapita nimeungama. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu anakuondolea mpaka dhambi ya nini? Ya mauti. Ndio maana unaanza kunufaika na neema na baraka zake kama umekusudia kufanya hayo mageuzi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo sala ya toba sio batili, inavyoongozwa na wakarismatiki ni njema kabisa na inafaa kabisa na ni ya muhimu kabisa kwa kuanzia maisha ya kiroho kwa mtu, mwanzo mpya wa maisha ya mtu, na kanisa linafundisha namna hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa turudi kwenye ile namba 1450. Wanapenda kutumia katekisimu kwa sababu kuna wengine ni wapinzani wa mambo haya, ili kuwasaidia kwamba hata kanisa linaelewa mambo haya na linafundisha mambo haya, na karismatiki haifundishi mambo kinyume na mafundisho ya kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Namba 1450 tulisoma ile sehemu ya kwanza, tulisema kuna mambo matatu ya mtu anayetubu. Tukasema moyoni mwake nini? Majuto. Baada ya kufanya hayo majuto, inafuata sehemu ya pili, kinywani mwake maungamo. Si unanielewa? Nilisema sehemu ya kwanza ni majuto, ambayo inaitwa toba ya wapi? Ya ndani. Baada ya kuwa umejuta, umesikia uchungu dhidi ya dhambi, umechukia na dhambi, umekusudia kubadilika, umekusudia kuanza upya, sasa hatua inayofuata ni kutamka hayo uliyoyachukia, kuyasema hadharani, kuyadhihirisha mbele ya mtumishi wa Mungu, mbele ya kuhani, kwamba mimi nimezini, mimi nimeiba, mimi nilienda kwa mganga wa kienyeji nikakatwa na chale, mimi nilipeleka mtoto wangu kwa bibi yake akanyolewa nywele zake zikafanyiwa ibada, mimi nilipeleka mtoto wangu uchagani nikakatwa sikio la mbuzi akapakwa damu. Tumsifu Yesu Kristo. Na wasingizia anasema ukweli. Nikipelekaga watoto waliozaliwa mikoani uchagani inakuwaje? Nilikuwa natembea kule uchagani, kashangaa mbuzi wengi hawana masikio. Tumsifu Yesu Kristo. Kabidi nianze kuuliza kwa nini mbuzi hawana masikio, ndio nikaanza kuambiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Hatari kweli. Watu wanakombolewa kwa damu ya Yesu, au mnakomboa kwa mbuzi? Yesu amesema kabisa, ukisoma Waebrania ile sura ya 9 mstari wa 11 mpaka ule mstari wa 15. Yesu ameeleza pale. Nani? Paulo, mwandishi wa kitabu cha Waebrania anaeleza pale. Anasema haiwezekani mbuzi, kondoo, ng'ombe kuondolea dhambi watu. Kinachoondoa dhambi na kuwakomboa watu na matendo mafu ni damu ya nani? Yesu. Damu ya Yesu peke yake. Mengine yote maigizo tu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kinywani mwake huyu mtu ambaye amesikia uchungu dhidi ya dhambi anatakiwa sasa achukue hatua ya kwenda kuungama. Sasa hapa napo ni mahali panaposhambuliwa. Na najua hapo huenda tuna watu wa imani pia zingine, madhehebu mengine. Ni vizuri nao wakafahamu kwa nini Wakatoliki wanaungama mbele za mapadri wao. Kwa nini tukaungame? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa nini tukaungame? Je, maungamo yana msingi wake katika maandiko matakatifu, au ni wanadamu tu wamejiwekea hao Wakatoliki wakaamua tuko wanaungama kwa mapadri? Au ni kweli kabisa ni agizo la Mungu? Na kuna baadhi ya wakarismatiki uchwara sio oji kama mimi. Msifu Yesu Kristo. Msifu Yesu Kristo. Ambao nao wanapingana na mafundisho kama haya.
Sasa tuangalie ushahidi wake kutoka maandiko matakatifu kwa spidi kidogo. Tumsifu Yesu Kristo. Ni kweli maungamo yana msingi wake katika maandiko matakatifu. Msomaji, uanze kwenda kwa spidi kweli. Tusomee Mambo ya Walawi ile sura ya 5 mstari wa 5 mpaka wa 6. Mambo ya Walawi sura ya 5 mstari wa 5 mpaka wa 6. Kisha itakuwa hapo atakapokuwa na hatia katika mambo hayo mojawapo, ndipo atakapoliungama jambo hilo. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbe Agano la Kale walikuwa wanaungama. Anapokuwa ametenda dhambi anatakiwa kwenda kuungama. Tunaelewana mpaka hapo? Walikuwa wanaungama kwa nani? Hebu endelea hapo. Naye atamletea Bwana sadaka yake ya hatia kwa ajili ya hilo. Kesho jamani, ninaungamisha wote hawa, kila mmoja anakuja na sadaka. Si Biblia inasema? Tena sio pesa, ni nini? Unakuja na nini? Hebu endelea hapo. Tena sio pesa, ni nini? Ukienda kuungama unaenda na nini? Hiyo dhambi yake aliyoifanya. Mwana kondoo wa kike. Ya mje na kondoo wa kike, au mbuzi mke. Kutoka katika kundi lake. Kuwa ni sadaka ya dhambi. Endelea. Kisha kuhani atamfanyia upatanisho. Walikuwa wanaungama kumbe kwa nani? Kwa kuhani. Kuhani anamfanyia nini? Upatanisho wa dhambi. Ndio maana inaitwa sakramenti ya upatanisho. Unapatanishwa na Mungu, unapatanishwa na kanisa, unapatanishwa na ulio wakosea. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana padi anakuwepo pale kama wakili wa Mungu. Padi anakuwepo kuliwakilisha kanisa, ambalo unatakiwa wewe baada ya kufanya dhambi uende ukasimame pale kanisani utuambie, mimi ndio nilizini na yule mume wa fulani na fulani yupo mle kanisani, alafu anakusubiri mlangoni. Tumsifu Yesu Kristo. Unaona hiyo hekima ya kanisa kwamba kuna dhambi zingine uwezi ukasema kama inavyosema Biblia kwamba patana mshtaki wako. Kuna dhambi zingine uwezi kupatana mshtaki wako. Unamalizana na kuhani huko ndani, anawakilisha kanisa, anawakilisha uliyemkosea. Kuhani anasimama pale mahali pa Mungu kama mwakilishi, kama mtumishi wa Mungu, lakini vile vile kama mtumishi wa kanisa, vile vile kama mwakilishi wa yule ambao umemkosea. Kwa hiyo unamaliza yote matatu, unapatanishwa na Mungu, unapatanishwa na kanisa, unapatanishwa na uliyemkosea. Na ilitakiwa sadaka ya dhambi, mbuzi au kondoo. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini leo hatufanyi hivyo. Kwa nini? Kwa sababu tunaye kondoo. Huyo ni nani? Ukisoma Yohana 1:29, tunaye kondoo wa sadaka ambaye kwenye sakramenti ya kitubio anamwaga damu yake kututakasa, kutuosha, kutufungua, kuvunja kazi za ibilisi, kuvunja maagano yote tuliyoingia kwenye historia yetu, tuliyoingia kwa ushirikina, tuliyoingizwa kwa ushirikina, tuliyoingia kwa uzinzi. Anayavunja yote kwa damu yake. Ni nani huyo kondoo? Hebu tusome hapo 1:29 Yohana. 1:29 Yohana. Siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake. Akamwona Yohane Mbatizaji, Yesu anaenda kwa Yohane Mbatizaji. Akasemaje? Tazama mwana kondoo wa Mungu. Aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo Yesu ametulipia mbuzi, Yesu amekulipia kondoo, Yesu amekulipia kwa damu yake. Ubebi tena sadaka, kwa sababu yeye ndiyo amejitoa sadaka ya ukombozi kwa ajili yako, na ndiyo anayekuvunjia maagano yote. Wewe kazi yako ni kumwamini tu. Afu kila siku tunakwambia hapo, toa maisha kwa Yesu na tuangalia tu. Tumsifu Yesu Kristo. Uko serious na maisha yako? Tumsifu Yesu Kristo. Hauko serious. Yaani yeye amejitoa mpaka akamwaga damu yake.
akafa kifo cha aibu kwa ajili yako. Tunakwambia njoo hapa tukaongoze sala ya toba, ufanye toba ya ndani, ili baadaye ukafanye maungamo, uanze maisha mapya na Yesu. Unatuangalia tu. Hao ndio watu wanaopaki nini? Dhambi. Bado anakuwa hajaamua kuanza maisha mapya ndani ya Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwenye Agano la Kale watu walikuwa wanaungama, na tumeona hapo, na inaelekezwa mpaka aende na sadaka, kwa sababu Kristo alikuwa bado hajatolea uhai wake, alikuwa bado hajasulubiwa, alikuwa bado hajaja duniani. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini baada ya kuja, uhitaji kondoo, uhitaji mbuzi. Kristo ndiye kondoo wa Pasaka aliyemwaga damu yake kwa ajili ya wokovu wangu na kwa ajili ya wokovu wako. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tunaendelea kuangalia Agano la Kale. Walikuwa wanaungamaje? Yoshua sura ya 7 mstari ule wa 19. Yoshua sura ya 7 mstari ule wa 19. Yoshua sura ya 7 mstari wa 19. Walikuwa wanaungamaje? Wewe huwa unaungamaje? Yoshua akamwambia Akani. Yoshua anamwambia Akani aliyefanya dhambi, mwanangu nakusihi, mwanangu nakusihi, umtukuze Bwana Mungu wa Israeli, umtukuze Bwana Mungu wa Israeli, ukaungame kwake, ukaungame kwa Mungu. Sikiliza hiyo sentensi vizuri. Anaambiwa Akani akaungame kwa Mungu, lakini angalia aliungamaje kwa Mungu. Soma sehemu inayofuata. Uniambie sasa. Sasa badala ya kumwambia Mungu moja kwa moja, anaambiwa uniambie sasa dhambi zako. Yaani Akani amwambie Yoshua dhambi zake. Si unaelewa hicho au bado uelewi? Akani amwambie Yoshua dhambi zake. Kwa hiyo kumbe kwenye Agano la Kale walikuwa wanaungama kwa watumishi wa nani? Wa Mungu. Kumbuka watu kama kina Yoshua walikuwa wanacheza ofisi zote, kama kuhani, kama kiongozi, na mambo mengine yote. Walikuwa wanacheza ofisi zote zile ambazo tunazipata kwenye ubatizo: ukuhani, unabii na ufalme. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Alafu inaendeleaje? Akani akamjibu Yoshua akasema. Akani akamjibu Yoshua akasema, kweli nimefanya dhambi juu ya Bwana. Kweli nimefanya dhambi juu ya Bwana. Mungu wa Israeli. Mungu kama unavyosema wewe, kweli nimezini. Nami nimefanya mambo haya. Nimefanya dhambi hii na hii. Sio haya na haya kweli? Haya na haya. Endelea. Nimefanya mambo haya, maanake nimezini, nimeiba, nimefanya hiki, si ndio mnavyoungama jamani? Ndio. Kwa kanisa liko sahihi au haliko sahihi? Liko sahihi. Alafu unajifanya mjanja kuliko kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Nimefanya haya na haya. Na alianza kuungama, anataja mpaka mazingira yale aliyofanya dhambi, akaeleza mpaka na kitu alichoiba alienda kuficha wapi. Tukiendelea kusoma pale inaelezwa. Ndio maana unaambiwa ili uweze kupewa ushauri mzuri na kufanyiwa counseling nzuri na kupewa malipizi vizuri, ni lazima uwe wazi kueleza nimefanya haya na haya na katika mazingira haya, ili baadaye kuhani akusaidie namna ya kuchomoka kwenye dhambi hiyo. Sio kwamba anakupeleleza juu unafanyaje dhambi. Hapana, anataka kujua mazingira ili akusaidie namna ya kutorudi dhambini tena. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tushamaliza hapo. Tumsifu Yesu Kristo. Akina nani waliungama? Tukitaka tumesikia hapo, wa kwanza ni nani? Akani aliungama. Samueli wa pili ile sura ya 12 mstari wa 13. Samueli wa pili ile sura ya 12 mstari wa 13. Tusomee kwa spidi. Daudi akamwambia Nathani. Daudi naye anaungama kwa Nathani baada ya dhambi yake ile ya kuzini na mke wa mtu Betisheba. Na baada ya kuzini na mke wa mtu akapata mimba, akafanya bidii kuhakikisha kwamba anakwepa ile dhambi, anafanya dhambi tena ya kutaka kudanganya, udanganyifu.
kwamba msingizie mume wake ndiyo mwenye mimba. Ikashindikana, akaamua kumuua Uria kwa kumweka vitani mbele ili auawe. Kwa hiyo ametamani, amezini, akatafuta kufanya ulaghai, na baada ya kufanya ulaghai ukashindikana, akaamua sasa kumuua ili ahalalishe kumuoa huyo mwanamke. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa kafanya ile dhambi, halafu anapelekewa hiyo habari na Nathani. Anzia sasa hapo. Daudi akamwambia Nathani, nimemfanyia Bwana dhambi. Anamwambia nani? Nathani, mtumishi wa nani? Wa Mungu. Daudi mfalme, babu yake Yesu, anaungama mbele za nani? Za mtu. Halafu wewe unagoma kuungama eti. Msifu Yesu Kristo. Na mnaambiwa na wale uchwara kule, nungamaje mbele ya mwanadamu. Kwa Mungu hakuwa na akili kuelekeza watu wake waungame kwa wanadamu. Tumsifu Yesu Kristo. Natahadharisha haya na wengine tujifunze pia kwamba sakramenti ya kitubio ni ya muhimu kuliko unavyodhani, na Mungu ameiwekea msingi wake kuwa katika mambo kama hayo, akiwa na maana yake njema kabisa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo Daudi aliungama kwa Nathani. Hebu malizia. Na akaambiwaje? Nathani akamwambia Daudi, Bwana naye amekuondolea dhambi yako. Ndivyo unavyoambiwa, Bwana amekuondolea dhambi zako, nenda na amani. Wewe mnaambiwa amwambiwi? Au ni padri mimi tu anasema? Mapadri wengine wanasema hivyo hivyo. Ndio. Msifu Yesu Kristo. Kanisa ni moja, takatifu, Katoliki la mitume. Msifu Yesu Kristo. Utaratibu wake ni mmoja na msingi wake ni maandiko matakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana amekuondolea dhambi zako, nenda na amani. Aliambiwa Daudi na nani? Na Nathani. Na ndivyo kanisa linavyoendelea kufanya mpaka leo. Tumsifu Yesu Kristo. Si kama unanielewa. Sasa baada ya hapo nitamani niendelee zaidi, lakini leo sina sana, sijui zimebaki dakika ngapi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tuangalie kwenye Agano Jipya. Baada ya kuona Agano la Kale, je, Agano Jipya napo kuna msisitizo wa kuungama ili maagano haya yavunjwe, mikataba hii ivunjwe, laana hizi ziondolewe, balaa hizi ziondolewe kwenye maisha yetu? Kuna msisitizo wa maungamo. Kwanza, ujumbe mkuu wa Yesu anapoanza tu kuhubiri Injili, maneno yake ya kwanza kabisa anayotamka, Marko sura ya kwanza mstari wa 15, anayotamka Yesu anasema, tubuni na kuiamini Injili. Na hiyo ndiyo samara ya Injili yote, tubuni na kuiamini nini? Injili. Labda wanasema ya kwangu, hebu wasome Marko 1:15. Marko 1:15 akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuamini. Tubuni na kuiamini Injili. Tumsifu Yesu Kristo. Tubuni na kuiamini nini? Injili. Ndio maana tunakuita hapa baada ya mahubiri kila siku, wanaotaka kumpa Yesu maisha, ili uje ufanye sala ya toba. Tumsifu Yesu Kristo. Umgeukie umgeukie Mungu na kujikabidhi kwa Mungu, na baada ya sala ya toba, kama nilivyokuja kusisitiza, uende ukaungame mbele ya nani? Ya kuhani. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa ujumbe wa Yesu wa kwanza, tubuni na kuiamini Injili. Na hakuchelewa, sura ya pili tu pale ukienda mstari wa 5, anaanza kusamehe watu dhambi. Anaanza kuondolea watu dhambi. Na watu wanaanza kulalamika kama wanavyolalamika leo. Mstari ule wa 7 sura ya pili, mstari ule wa 10, anajibu ni kwa nini anaondolea dhambi. Kwa sababu anayo mamlaka.
Marko sura ya 2 mstari wa 5, mstari wa 7 na mstari wa 10. Hebu nisomee kwa spidi hapo. Naye Yesu alipoona imani yao, akamwambia yule aliyepooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ndugu zangu, kwa nini tunafundisha haya masomo yote? Kwa nini umekuja kuombewa upone mguu? Sisi tunakufundisha habari za dhambi, kwa sababu kuna magonjwa mengine asili yake ni nini? Ni dhambi. Si kama unanielewa? Yaani bila kushughulikia dhambi kuna magonjwa hutapona hata kama uende kwa nani. Si unanielewa ninachosema? Huyu amebeba ndugu zake, wanataka kumwambia Yesu mponye kupooza kwake. Badala Yesu ya kumwambia simama uende, anamwambia umesamehewa dhambi zako. Kumbe Yesu aligundua shida siyo kupooza. Shida ni huyu mtu amepooza rohoni kwanza. Upoozaji wa rohoni ukaleta kupooza mwili, ukaleta magonjwa ya kimwili. Ndio maana Yesu anaanza kutibu roho, kama ambavyo sisi kwenye kongamano hili tunatamani wewe upone kwanza kiroho, halafu uponyaji wa kimwili ufuate. Uponyaji wa familia ufuate. Ndio maana tunasitiza mambo haya. Mambo haya ni nadra kuyasikia kwenye mikutano ya Injili kwenye ulimwengu wetu. Utatizwa mambo mengine haya utaambiwa. Kwa nini? Kwa sababu ukipona dhambi hutaumwa tena, watakosa wateja. Tumsifu Yesu Kristo. Si unaelewa ninachokwambia? Utakapopona eneo la dhambi watakosa wateja. Na nyie sasa mlivyo waajabu, hampendi kuambiwa mambo yanayowaumiza ili mbadilike. Mnapenda kupetiwa mahubiri ya kupetipeti, ya kushangilia mwanzo mwisho. Amepokea. Hivyo tu. Unapokea baada ya kumpokea Yesu. Unanielewa ninachosema? Unapokea baada ya kumpokea nani? Yesu. Sio unapokea kabla ya kumpokea Yesu. Ni lazima umpokee kwanza mtoaji wa baraka. Lazima umpokee kwanza mtoaji wa uponyaji. Lazima umpokee kwanza mtoaji wa uzima. Lazima umpokee kwanza mtoaji wa uchumi ulio imara. Lazima umpokee kwanza anayeleta amani na kwenye familia na kwenye ndoa. Lazima umpokee kwanza huyo. Tumsifu Yesu Kristo. Kazi yetu hapo sisi sio kuuza uponyaji, ni kumuuza Yesu kwanza, ambaye ndiyo anakuponya na kukujalia neema na baraka kadiri unavyohitaji. Ndio maana Yesu anasema, ukisoma Mathayo sura ya 6:33 anasema, utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake yote, mengine yote mtafanyaje? Mtazidishiwa. Na ndio maana tunakushawishi mpate kwanza Yesu ambaye ndiyo ufalme wa mbinguni, mengine yote utazidishiwa. Afya itakuja, amani itakuja, furaha itakuja, mambo mengine yatakaa vizuri ukiwa na Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaendelea kuangalia sakramenti. Mstari wa 7 unasemaje? Wa 7. Mbona huyu anasema hivi? Wakaanza kula kama wanavyosema, mbona mapadri hao mnaenda kuungama kwao? Anakufuru. Mapadri wanakufuru. Wanaondoraje dhambi? Wao sio miungu. Ni nani awezaye kusamehe dhambi? Nani awezaye kusamehe dhambi? Kwani ni padri? Isipokuwa mmoja ndiye Mungu. Ni mmoja tu, ni Mungu ndio. Anawajibuje Yesu? Mara Yesu akafahamu rohoni, ule mstari wa 10, lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri. Yesu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Msifu Yesu Kristo. Yesu anayo amri ya kusamehe nini? Dhambi. Na anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na wapi? Duniani. Tumsifu Yesu Kristo. Na akakabidhi funguo mikononi mwa nani? Mwa Petro. Takalo lifunga duniani limefungwa wapi? Mbinguni. Takalo funga duniani limefunguliwa wapi? Mbinguni. Twende sasa ile Injili kama ilivyoandikwa na Yohane. Yohane ile sura ya 20. Yohane sura ya 20. Anzia ule mstari wa 21 mpaka wa 23. Yohane 20, 21 mpaka 23.
Tumsifu Yesu Kristo. Basi Yesu akamwambia tena. Yesu akamwambia tena. Amani iwe kwenu. Amani akamwambia au akawaambia? Akawaambia. Twende. Amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi. Kama Baba alivyonituma mimi nami kuja kuhubiri ujumbe wa toba na kuwaondolea watu dhambi. Si kama unanielewa? Unganisha hayo maneno. Kama Baba alivyonituma mimi kuja kuhubiri ujumbe wa toba na kuondolea watu dhambi, mimi nami nawapeleka. Si kama unaipata hiyo? Yaani Yesu anakabidhi hiyo kazi aliyokuja kuifanya ya kuhubiri ujumbe wa toba. Hata kama watu leo wataki kuambiwa dhambi zao, ukiwaambia dhambi zao wanakasirika. Msifu Yesu Kristo. Tutaendelea kusema mpaka mwisho wa dunia. Ndio kazi tuliyoitiwa. Ukiiba tutakwambia umeiba, ukizini tutakwambia umezini, ukivunja amri ya kwanza tutakwambia ushirikina ni nini? Ni dhambi. Tutaendelea kusema hayo, hatutaacha. Ndio kazi yetu tuliyoitiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Endelea. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambiaje? Pokeeni Roho Mtakatifu. Pokeeni Roho Mtakatifu. Pokeeni Roho Mtakatifu. Ndio maana padi anaposali ile saa kuondolea dhambi anakiri, akatupelekea Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Pokeeni Roho Mtakatifu. Na askofu, mshaikuona askofu anasimikwa? Wangapi mshaona askofu anasimikwa? Wangapi? Dar es Salaam hii hamjaona askofu akiwa anasimikwa? Askofu mpya kabisa kama akina Msomba na mcha Mungu wakati wanasimikwa hapa. Ruwaichi mnaweza mkawa hamjaona kwa sababu Ruwaichi alikuwa askofu tayari. Lakini askofu ambaye anafanywa askofu kawaida anamiminiwa mafuta wapi? Kichwani. Ile Zaburi ya 61, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwatangazia maskini habari njema, kuwafungulia waliofungwa, kuwatangazia mateka uhuru wao. Msifu Yesu Kristo. Si kama mnaipata hiyo? Roho wa Bwana yu juu yangu. Maaskofu wanashirikisha hii huduma yao, ambao ni mahali kwa mitume, wanashirikisha mapadre. Ndio maana wakati padre anapadilishwa, askofu anamwekea nini? Mikono, na anampaka mafuta kumtakasa na kumtenga kwa ajili ya kazi maalum. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu. Kwa wanapewa hiyo mamlaka. Kwa hiyo wanaambiwa kama Baba alivyonituma mimi nami na watuma ninyi. Na kitakachowezesha ni nini? Pokeeni Roho Mtakatifu. Askofu anamiminiwa mafuta, ishara ya miminiko la Roho Mtakatifu. Si unanielewa ninachosema? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo wanapewa hiyo mamlaka na Mungu mwenyewe. Endelea. Wowote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Kwa hiyo maaskofu wamepewa mamlaka hiyo. Maaskofu wanashirikisha mapadri kwenye huduma hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kumbe fundisho la kuungama mbele ya makuhani ni fundisho la Mungu mwenyewe, ni agizo la Yesu mwenyewe. Unapopingana fundisho hili, tusisite kukuita mpinga Kristo. Mpinga Kristo ni yule ambaye anapingana na mafundisho ya nani? Ya Kristo. Mpinga Kristo mpo? Mnaogoma kuungama. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo sakramenti hii imewekwa na Yesu mwenyewe. Kanisa la mwanzo waliungama. Ukisoma Matendo ya Mitume ile sura ya 19 mstari wa 18. Matendo ya Mitume 19:18 na 19. 18 na 19. Matendo ya Mitume 18. Na wengi
wa wale walioamini, wengi wa walioamini wanaoitwa waumini kama wewe na mimi, wakaja wakaungama. Kwa kanisa la mwanzo walikuwa wanaungama, kanisa la mitume walikuwa wanaungama, kanisa la kina Petro walikuwa wanaungama, kanisa la kina Yohani walikuwa wanaungama, kanisa la kina Bartholomayo walikuwa wanaungama. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Wewe unajifanya mjanja eti. Tumsifu Yesu Kristo. Endelea. Wakidhihirisha matendo yao. Kudhihirisha manake ni kutaja waziwazi, kutaja dhambi zako mbele ya wale ambao Mungu amewachagua kwa ajili ya kazi hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Wakidhihirisha, na waliokuwa wanashiriki mambo ya uchawi walileta vitu vyao vikachomwa. Ndugu yangu, ili uonyeshe kwamba kweli umekusudia mabadiliko, hata wewe unayenisikiliza, kama una vinyamkela huko, kama una mahirizi huko, kama una nguo umepewa, kama kuna tunguli umepewa, yalete mahali hapa. Yesu Kristo. Mwanzo nilikuwa nafikiri hapa mjini huwa hayapo. Nikiwa nafanya kongamano kule Mbagala Kuu mwaka juzi, tulichoma magunia. Nikashangaa kumbe na mjini kuna ushirikina. Msifu Yesu Kristo. Nilikuwa najua ni kule kijijini kwetu.